Hitimisha furaha ya Pasaka kwa fumbo kuu la Pasaka la kuteswa, kufa na kufufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ambavyo leo ni siku ya Pentekoste, kwa hiyo ni siku ambapo Kanisa Katoliki lilianza rasmi. Kwa hiyo leo ni birthday ya Kanisa Katoliki. Mgeukie mwenzako mwambie happy birthday. Happy birthday. Maana sisi ni kanisa linalosafiri. Kwa hiyo ni birthday yetu, tujipongeze kwa birthday. Basi tuangalie kwa kifupi kadiri ya masomo ya leo na tumfahamu huyu Roho Mtakatifu ambaye ndio amefanya kuanzishwa rasmi kwa Kanisa Katoliki. Roho Mtakatifu ambaye kabla yake hapakuwa na kanisa. Mitume walijifungia ndani kama somo la Injili lilivyosema, kwa hofu, walikuwa wamejaa hofu. Lakini walipopokea Roho Mtakatifu hawakuwa tena na hofu. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Ni nafsi ya tatu ya Mungu katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni muumbaji, alishiriki katika kazi ya uumbaji. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ile aya ya 2 inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwepo wakati wa uumbaji. Kabla Mungu hajaweka nuru, hajagawa nchi kavu na bahari, tunaambiwa Roho ya Mungu ilitulia juu ya vilindi vya maji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni muumbaji. Vile vile Roho Mtakatifu ni ahadi na zawadi ya Baba, yaani Mungu. Tukisoma Matendo sura ya kwanza aya ya 4, hata alipokutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ile ambayo mlisikia habari zake kwangu. Kwa hiyo Yesu wakati anapaa aliwaambia wanafunzi, msiondoke mpaka mpokee ahadi. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Yesu aliwaambia mitume, ni afadhali mimi niende kwa Baba ili huyo msaidizi aje, maana nisipokwenda kwa Baba huyo msaidizi hatakuja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Tutasoma katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 16 hadi ya 17 kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye alisema atakaa nanyi hata ukamilifu wa dahari. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Yesu aliwaambia mitume, ni mwalimu, atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowafundisha. Tunasoma katika Injili ya Yohana 14 aya ya 26. Sasa huyu Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu, msaidizi wetu, muumbaji, tunamhitaji sana. Tumefunga siku 9 novena tukiomba, basi Roho Mtakatifu aje atushukie. Kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Je, Roho Mtakatifu akija ndani kwetu kuna nini ambacho atakifanya ambacho ndicho kinatufanya sasa tumhitaji kabisa, na bila yeye sisi hatuwezi kitu? Kwanza, Roho Mtakatifu atatupatia nguvu ya kushuhudia matendo makuu ya Mungu, ya kumshuhudia Kristo.
Soma Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8, kwamba mtapokea nguvu, na mkiisha kupokea hiyo nguvu mtakuwa mashahidi wangu hata miisho ya nchi. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kuwa na nguvu ya kumshuhudia Kristo. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu hata mitume walikuwa wamejifungia kwa hofu. Wale ambao Yesu aliishi nao bado walikuwa na hofu, walihitaji nguvu, na baada ya kumpokea Roho Mtakatifu hawakukaa, hawakutulia, walipata nguvu na ujasiri, wakatembea kila mahali kuhubiri Injili. Ndio maana hata sisi leo Injili imetufikia. Wasingepokea nguvu, wala Injili isingeenea, hata na sisi labda tungekuwa bado tunasubiri. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Shangilia Roho Mtakatifu anaye. Sasa sisi kama waamini wa Kristo tukishapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na ambayo tayari Roho Mtakatifu tunaye, tulibatizwa tukapokea kipaimara, hatupaswi sisi kutulia. Tunapaswa kumshuhudia Kristo katika maisha yetu ya kila siku, katika jumuiya zetu, kusali kama jumuiya, kushiriki kazi za kanisa, kutenda matendo ya huruma. Basi huko ndio kumshuhudia Mungu katika maisha yetu. Vile vile Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kushinda majaribu na changamoto mbalimbali katika maisha yetu. Wakati mwingine changamoto za maisha zinatusonga, tunakata tamaa, lakini Roho Mtakatifu anatutia nguvu ya kushinda majaribu. Hata Yesu mwenyewe, tukisoma Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 11, na pia Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 13, Yesu hali akijaa Roho Mtakatifu alijaribiwa na Ibilisi, lakini kwa vile alikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu alishinda majaribu yote. Yesu alipokuwa jangwani, tunaambiwa alichukuliwa kujaribiwa, lakini yote aliyashinda. Ibilisi anamwambia imeandikwa, uchukue mawe badilisha yawe mikate. Lakini alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Siku 40 alifunga na alishinda majaribu, na mwisho tunaona kwamba Ibilisi alimwacha akaenda zake, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ilimpa uwezo wa kushinda yale majaribu ya binadamu ya shetani. Ingawa Yesu alikuwa Mungu, pia alikuwa na binadamu, alikuwa ni Mungu kweli na mtu kweli. Kwa hiyo kwa kujaa Roho Mtakatifu hakuweza kushindwa na shetani, alikushinda. Vile vile Roho Mtakatifu anatuunganisha na kutufanya wamoja, kanisa moja Katoliki la mitume. Leo somo la kwanza tunaambiwa walikuwapo mataifa mbalimbali waliokaa Yerusalemu, Wapasi, Wamedi, wa Mesopotamia, na wale walionena kwa lugha, kila mmoja akasikia lugha yake, wote walikuwa wa Galilaya. Ndio maana wakauliza, hawa wote si wa Galilaya? Mbona tunayasikia matendo makuu ya Mungu kwa lugha yetu? Maana yake ni Roho Mtakatifu aliwajaza wale mitume lugha ya kila mmoja, ili kila mmoja ayasikie matendo makuu ya Mungu, ili kanisa liwe moja takatifu Katoliki la mitume. Vile vile Roho Mtakatifu akija ndani mwetu anatutakatifuza, na pia Roho Mtakatifu anatakatifuza malimwengu, ili vyote viwe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Hata padri anapokuwa kwenye mageuzo anasema kwa njia ya Roho Mtakatifu ubariki dhabihu hizi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anashiriki katika kutakatifuza kila kitu katika